maana kaka mimi nikamzike. Ukamzike. Sasa mimi ndio maana nimekuja kwako ili unisaidie. Mimi peke yangu nitawezaje kufanya hichi kitu ndugu yangu Wewe ndio kila kitu. Na ndio maana nimekuja tukasaidiane basi tushirikiane katika hili tukamzike ndugu yangu. Sasa ukitaka tushirikiane na mimi. Sasa hapo ndio tunaweza tukabainika. Kwa sababu unamfahamu mimi mpenzi wangu yule pale. Kila siku anakuja pale nyumbani analala pale. Sasa mimi nikitoka usiku nimwache pale peke yake, atastukia tu issue. Yaani piga hiyo mwanangu. Kwa hiyo unamsikiliza sana mwanamke kuliko hata mimi kunisaidia ndugu yako. Sila. Unajua ukitaka kufanya jambo unatakiwa kwanza ufikirie. Mimi nitatoka pale usiku. Yule mwanamke ataniuliza unaenda wapi usiku huu? Alafu hili jambo ni la siri ndugu yangu. Nielewe basi hata kidogo. Basi sawa ndio. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Sasa acha nifanyie kazi ushauri wako. Sawa. Umeelewa kaka? Nimekuelewa. Basi nashukuru sana. Niache niwahi na kwenda. Ulisema kuwa kuna kitu utaniambia. Ni kitu gani? Kweli mimi nataka kusafiri. Nataka kusafiri. Lini? Kesho. Sasa mbona unanishtukiza hivi? Wakati unajua jinsi gani ninavyokupenda mama. Unafikiri mimi nitaishije? Wakati unajua jinsi gani ninavyokupenda mama. Nitalala kweli kwenye chumba hiki peke yangu. Alafu unakwenda huko, unaenda kukaa siku ngapi?
Wiki mbili tu. Wiki mbili. Tina. Kweli. Nyingi wangu. Tarudi. Kweli. Okay, sawa, lakini cha msingi ukienda hebu nitunzie basi tunda langu. Sina leo tena. Na wivu mimi. Na wivu mimi. Usijende. Kweli. La kwako. Kweli. Uko na hivyo, mimi nakuja ile kumuona leo umekipata kinachoona kidogo. Tina, wewe so enjoy again. Leo nataka nije tukuja na umeenjoy. Sawa. Ndio. Okay, basi mpenzi wangu nadhani tumepiga story za kutosha, tumefly sana. Ni muda wa tuache nafasi na sisi tupumzishe akili zetu tulale. Kulala. Nini? Kidogo tena. Unataka? Kidogo. Mama kesho asubuhi bana. Umeelewa? Nimechoka. Nimechoka mama tu. Nimekuja kukusikiliza. Asante. Nashukuru kwa kuja kunisikiliza tu. Lakini Tina, kiukweli tangu uondoke siku ile mwenzio sina amani. Na Tina mwenyewe unafahamu kabisa mimi hakuna mwanamke mwingine ninayempenda zaidi yako wewe. Kwa nini unapenda kuniumiza nafsi yangu Tina? Mimi kiukweli kabisa Tina, hakuna mwanamke mwingine ninayempenda zaidi yako wewe. Na kuhusu yule mtu aliyokuwa ndani Tina, mimi sijaua, ila yule dada alikuja tu pale nyumbani kwa ajili ya kuja kuniomba hifadhi ya kwenda kumhifadhi apumzike pale. Umeelewa? Kwa hiyo kwa akili zako na mawazo yako kwamba hapa nitamuita Tina, nitamwambia Tina sijaua, kimepanda kimeshuka, kwamba ndo nitakuamini au? Samahani, naomba unisikilize tena. Yaani inamaanisha kwamba sina lengo kwamba mimi nipongope chochote, wallahi nakuapia Tina, mimi yani sijaua kwa Mungu Tina, mimi hapa nishakwambia hivi sikutaki tena. Yaani kiufupi siwezi kuwa na muuaji, alafu siwezi kuendelea kusikiliza ujinga wako. Hebu kwenda. Tina. Halo. Halo mpenzi wangu. Na mambo vipi? Poa, mambo. Poa vipi kitu? Poa, uko wapi? Mpenzi wangu niko tu hapa. Wewe uko wapi? Mimi nakumiss bwana, mimi nataka uje unichukue. Yeye kuchukue Tina. Unasikia? Nisubiri nakuja sasa hivi hapa. Usichelewe. Mimi nimekwambia nimekumiss, unipitie hapa nyumbani. Nakuelewa, nakuja. Au chelewe? Chelewe ya. Ujiandae kabisa hapo. Basi sawa, ngoja nijiandae haraka. Ili ukija ukutensha jiandae. Haya sawa. Tina, ina maana maiti imerudi? Maiti? Kwa nini maana umeua? Sijaua mimi Tina. Kwa zile stories zilizokuwa nasikia zile? Kwa una mdada huko ndani. Kwa umeamua mdada watu, si ndio?
Tina, mimi sijaua Tina, nielewe. Umeua. Naomba basi nielewe hata kidogo tu. Nakuelewaje wewe muuaji? Toka huko. Kisela, vipi tena kunipigia simu mwanangu alafu haraka unaneta huku sehemu za mafichoni, vipi kuna nini? Pigai. Kwa kilichonitokea, ina haki nikupigie simu na kukuleta hapa. Si unakumbuka jana ulichonishauri? Sasa nimefanya vile vile kama ulivyonishauri. Umenielewa ndugu yangu? Sasa cha kushangaza, nafika pale nyumbani, naingia ndani nakuta maiti imerudi. Wakati huo mimi nimeshaichukua, nimepeleka sehemu ya maficho kwenda kuitupa. Kwa hiyo hapa nilipo mimi sielewi nifanye nini, na ndio maana nimekupigia simu ili unishauri ndugu yangu. Inawezekanaje? Haiwezekani. Yaani maiti umeenda kuizika. Leo tena rudi tena ndani? Kisela hapo unandanganya ndugu yangu. Sasa mimi nikudanganye wewe ili nifaidike na nini? Wakati mimi ndio mwenye matatizo. Ila nakwambia maiti imerudi, na kinachonichanganya zaidi sio ile maiti tu. Si umeelewa? Ila kuna wageni leo wanakuja pale nyumbani. Sasa wakija mimi na chumba kimoja, nitafanyaje? Na ndio maana nimeona nikuite wewe ndugu yangu unisaidie tena ombi langu la pili. Naomba tuichukue hii maiti tukahifadhi kwako. Wakiondoka tu kesho wageni wangu, mimi nitakuja kuchukua na rudisha nyumbani kwangu nifanyie mpango wa kuwezeka. Nikwambie kitu ndugu yangu. Kwangu mimi haiwezekani. Kwa sababu mimi kwangu leo hii tunavyozungumza hapa, baadaye shemeji yako anakuja kule ghetto. Sasa akija pale nyumbani na akakuta huo mwili upo mle ndani, usitona ndugu yangu utaongeza tatizo juu ya tatizo tena. Kwa upande huo jamani, utanisamea ndugu yangu, kwangu ni ngumu. Kwa hiyo Pigai, wewe unajali sana wewe mpenzi wako kuliko matatizo yangu mimi, si ndio? Hapana. Kumbuka tumetoka wapi mimi na wewe, na ndio maana nakutegemea. Hebu nisaidie katika hili. Na nyumba yako wewe ni kubwa kuliko ya kwangu mimi. Mbona unashindwa kunistiri ndugu yangu? Na ulisema kitu hicho asijue mtu yeyote. Sikia basi. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Unajua wewe ndio kila kitu kwangu. Sasa mimi cha kukushauri sasa, huo mwili ulete nyumbani pale. Lakini sasa utakaa mle kwa usiku huu mmoja tu. Kesho saa 12 kabla hata kile kigiza hakijapambazuka, na kuomba ndugu yangu jitahidi chonde udamke pale, utoe ule mwili uende ukauzike, kwa sababu sihitaji watu waje waone mle ndani kwangu mimi. Si unanielewa ndugu yangu? Sawa. Jitahidi basi. Nadhani hapo umekuelewa sasa. Yaani umesikia kaka? Yaani ninaongea hapa nikiwa nina akili timamu. Yaani nahakikisha kabisa asubuhi kabla chochote hakijafanyika nimeuchukua mwili wa marehemu kurudisha nyumbani kwangu na kwenda kufanya mpango wa kuzika. Nadhani hicho ndio kitu ambacho imenifanya nikuite wewe hapa. Haina shida. Naomba uniambie, haunipendi tena kwa sababu ya yule malaya wako, ama una jambo lingine ambalo mimi silijui liko moyoni mwako? Hapana. Mimi nakupenda wewe. Lakini siku ile nilikosa tu maamuzi ya haraka, na ndio maana niliamua kuwafukuza wote. Ila wewe ndio mwanamke pekee uliokuwa moyoni mwangu. Na hata hivyo usingekuja leo, mimi ningekufuata. Yule pale nimeshaachana naye. Una uhakika huyo malaya wako umemwacha? Ndio, na uhakika huo, na ndio maana nakwambia hivyo.
Akija kurudi tena? Hawezi akarudi tena. Na akirudi sasa ndio atakuja kunitambua kwa mimi nani. Atakuja kudhibitisha kwa simpendi. Mimi nakupenda wewe tu peke yako. Unapojishobosha sasa najishawa kaa kweli. Jamani siku akijirudia. Sasa mimi si nipo hapa. Nitakuonesha siku akija tena. Kama ndio hivyo sawa, mimi nakubali. Kubali. Tuanze tu ndani. Tuende bwana wewe. Nikianza hapa wewe utaanza. Vipi? Poa. Mbona sikuelewi? Unielewi kipi? Toka ile tukio umekaa zako kimya mpaka sasa hivi. Una maana gani? Hicho ndicho kilichokuleta? Hicho sicho kilichonileta. Haya, rudi kwenye point. Kilichonileta kitu hiki kimoja. Na mimba yako. Mimba? Na muda gani mimi na wewe hatujakutana? Muda gani tujakutana? Ile mara ya mwisho kukutana mimi na wewe ndio siku nilopata mimba. Mimi sijui ila nina mimba yako. Aha. Naamini kabisa. Sijawahi kukaa na nikakwambia unizalie mtoto. Kwa shobo zako tu unasimama mimba. Muda mwingine mnataka muwe na akili nyewe wanawake. Msubiri mwanaume akuombe mimba yeye mwenyewe. Ila sio unasimama mimba tu ambazo hazieleweki. Tafuta baba wewe mimba, ila sio mimi. Nisikize vizuri. Sio kwamba mimi siwezi kuilea hii mimba. Ila nilikuja kukupa taarifa tu kama baba husika wa hii mimba. Sijui unanielewa? Sasa kama umeikataa, ni majukumu yangu mimi niilee au niitoe. Na nikilea, usije ukasubutu siku moja kusema yule mtoto wangu. Na nikitoa, usije ukasema mimba yangu. Hilo ukumbuke. Kisera. Yule mganga ulioenda kwa ajili ya kuomba utajiri amefariki. Amefariki? Sasa basi. Nadhani mganga alikuambia kuwa kuna mgeni wake utampokea na umeshampokea. Hiyo maiti ulionayo ndani ndio kafara ya utajiri wako. Kwa hiyo unatakiwa uilinde. Una siku hii moja. Kesho muda kama huu ndio itakuwa siku ya mafanikio yako. Hii maiti ni ya thamani sana kwangu. Sasa inanibidi nifuate. Shamba size. Salama tu, naambie shemu wake. Safi tushirikiane. Nielekeze huko ulikotoka hapoje kwa mfano. Nikaona sasa leo ni vizuri zaidi niwatembelee hapa hivi. Hata mimi nimefurahi kiukweli. Umefurahi? Namshukuru Mungu basi. Sasa shemeji bwana.
Sijui jamaa nimemkuta. Aisi umemchelewa kidogo tu yani. Ameondoka sasa hivi ameenda kazini, lakini nahisi sio muda mrefu anarudi, maana kazi yenyewe atasema tu anafuatilia mshishi fulani. Anarudi. Sasa bwana, mimi kuna mzigo wangu nilimpa. Labda siku mbili hizi hujaiona kaja na mzigo fulani hivi umefungwa hivi, ni mkubwa hivi. Kwa maana huje kuona kaja nao hapa nyumbani. Kuna vitu sivielewi kwenye hii nyumba. Kuna siku nilitoka. Nilipokuja kurudi, nikamkuta mume wangu anahamisha vyombo kutoka chumba kingine na kupeleka chumba ambacho tunalala. Unaona? Nikashangaa sana. Ikabidi nimuulize, mume wangu, mbona unahamisha hivi vyombo? Akanambia havikuhusu. Fuata ya kwako. Unaona? Nikabidi tena nimuulize, akanambia wewe, sitaki usogelee hichi chumba wala ujaribu hata kufungua huu mlango wa hichi chumba. Sitaki. Basi mimi nikawaza, baadaye nikajifikiria, nikaona fair. Ikabidi niondoke. Sasa shemeji, basi hebu nenda kafungue basi kaangalie kama mzigo wangu upo, mimi niangalie nichukue niondoke nao. Sawa shemeji. Usiongee mengi ukaumiza moyo wako. Mimi akifika tu, yani taarifa ya kwanza kabla hata hajakaa, nitamwambia kwamba Shemu alikuja anahitaji mzigo wake. Wala usiwazi. Mimi tena na shemeji yangu hakuna kinachoharibika. Sawa. Lakini usisahau kumwambia. Sawa, hamna shida shemeji yangu, nitakuja kumwambia. Unajua shemeji, huyu jamaa ana matatizo sana. Nilivyomkabidhi mzigo wangu tulikubaliana kabisa asubuhi tu nilitakiwa niupate. Lakini cha ajabu napiga simu zangu apokei. Nikituma SMS ajibu. Sasa mimi hii inanipa wasiwasi. Na ule mzigo mimi wa muhimu, shemeji yangu anavyokuambia ni wa muhimu kweli. Lakini jamani anapiga hivi. Sasa sielewi. Sasa kinachotakiwa au akija umfikishie taarifa hizi kwamba Kisera amekuja hapa. Anahitaji mzigo wake. Wala hahitaji ugomvi mimi na sitaki ugomvi mimi na yeye. Kwa nini aninyanyase kwenye kitu changu shemeji? Akija mwambie kabisa shemeji yangu. Mimi akifika tu, yani taarifa ya kwanza kabla hata hajakaa, nitamwambia kwamba Shemu alikuja anahitaji mzigo wake. Wala usiwazi. Mimi tena na shemeji yangu hakuna kinachoharibika. Asante sana. Karibu.